naomba tu nikome hapo. Nimwalike dada yangu Martha Karua. Chini ya kama. Bodontie. Habari zenu. Leo tuko hapa kusema pole kwa familia ambao wamepoteza wapendwa wao. Na wale wote nimeona ni vijana. Wameua vijana wetu, vijana ambao ni baba, ni vijana wamewacha wajane, wamewacha mama zao, wamewacha ndugu, dada, na tuko na majonzi. Na tunaona ni vibaya mtu akituchekelea wakati tuko na majonzi. Na ndio tunaambia kome na Ruto, William Ruto na hao wote wamekalia viti kibadia nao ya kwamba wametudhuru sisi wa Kenya. Na mimi nimeangalia, nimeona ya kwamba Ruto anatafuta kutambulika na kuua watu. Ate ndivyo akikohoa tuwe tunanyamaza zote. Mimi nataka kumwambia hatuwezi kumtambua kwa sababu ya kuua binadamu. Tutamtambua wakati sava itafunguliwa tuone kura zilizokuwa. Sababu sisi wanaazimio tunajua aliyechaguliwa rais ni Raila Amolo Odinga. Huyo ndio His Excellency the People's President. And Her Excellency the People's First Lady is my friend Mama Aida Odinga. Waelewe hiyo. Kama unataka tukutambue, mwaga hizo kura hapo, tuhesabu tena, fungua sava. Kama ni zako tutakutambua, lakini tunaelewa sio zako. Na ndio unababaika. Hata ukiua watu wengine wetu hatutakutambua milele. Sisi tunaomba kama mtu amechukua Biblia, hata kama wewe rais bandia umechukua Biblia kusema utalinda katiba ya Kenya, na umuhimu wa serikali ni kulinda maisha. Haiwezekani pesa yetu iwe inatumika kuua watoto wetu. Na ndio tukapiga ripoti tukasema, wewe William Ruto tunakujua. Tunajua umewahi kushtakiwa kule Hague. Na kesi haikuendelea sababu washahidi wote waliangamia na wengine wakatoroka. Lakini makosa lawama haukuondolewa. Na tukakuonya tukianza maandamano, usije ukaua wa Kenya. Lakini umeendelea na umeua wa Kenya. Mimi nataka kuelezea, hata ukiweka sahihi mkataba wa kukuficha usiende ICC, hiyo mkataba chini ya katiba ya Kenya ni bandia. Ukisoma katiba ya Kenya inasema haki za kibinadamu zipewe kipaumbele. Na kitu yote, jambo lolote ambao hainui haki za watu, hiyo itakuwa ni bandia. Hiyo mkataba tutaichallenge, and you will answer for killing innocent Kenyans. Wakati watu wanaandamana, kama iko shida, polisi wanaruhusiwa watumie tear gas ya kutawanya watu. Huwezi ukatumia live bullets. Tear gas ikitupwa hakuna mtu ambaye hatoroki. Na wananchi hawana fujo, maandamano inakuwa ni peaceful. Ile wakati polisi wanaleta fujo ndio ghasia hupatikana. Hiyo si kweli. Kwa hivyo tunasema these killings will be avenged. The blood of these innocent Kenyans will be avenged. You can sign as many treaties as you like. They are all null and void under the laws of Kenya, and you and your officers will pay for this. Na tusifiche tuseme kome na wengine. The buck stops with Ruto.
For the illegitimate regime, the buck stops with who? Ruto. Na yeye, he has owned up. The day he congratulated the police, alikuwa anaidhinisha amri yake imetendeka. Kwa hivyo ni yeye aliwatuma watumie live bullets. Na unaona akiwatuma siku za maandamano, kila mahali lazima aweke ofisa mmoja au wawili wa kutoka kwao. Sasa mimi nauliza, unataka watu wako wabebe mzigo ya kuwa ndio wametekeleza mauaji Kenya? Mimi nataka kuongea na mapolisi wote. Wewe uwe umetoka jamii gani? Kumbuka wewe ni Mkenya na utaishi Kenya na watu wako pia wataishi Kenya. Tumikia sheria ya Kenya na uheshimu wa Kenya wenzako. Usipowaheshimu hata wewe utapata yako, sababu malipo ni hapa duniani. Wewe mfanyikazi wa serikali, usijione kama dunia ni yako. Ujue unatumikia wa Kenya, hatutaki kujua chama yako. Tenda wema, nenda zako. Na ujue wa Kenya ndio wanalipa mshahara wako. Kwa hivyo mimi nasema, wewe uwa wa Kenya, lakini kama una uwezo, panga kuua wa Kenya milioni 50. Hatutapiga makoti. Maisha na uhai tumepatiwa na Mwenyezi Mungu, sio wewe. Hata ukiua hatutanyamaza, au mtanyamaza? Hata ukiua hatutakoma kutumia haki zetu. We shall continue exercising our rights. Leo hii kumekuwa na demonstration kule kwao Eldoret, Uasin Gishu. Sababu gavana wa zamani, gavana wa sasa wanadaiwa pesa na wazazi walitoa wanafunzi waende shule, hiyo pesa imetoweka. Mimi nimeona siku 2 polisi wamewachilia maandamano, na hiyo ndio katiba inasema. Mimi singetaka watupiwe tear gas au wauawe, lakini nimeelewa kumbe polisi wanajua sheria ya Kenya. Kumbe Kome unajua sheria. Kumbe ile siku unatupia Azimio tear gas, unaleta fujo, mnapiga watu, kuwaua na hizo vifaa vyenu na kuwaua na bunduki. Kumbe unatenda maovu ukijua. Deliberate wrongdoing. Kama wewe ni wa kweli, maandamano yote ingekuwa sawa, unawachilia watu. Hata hapa Siaya siku za kwanza mliwachiliwa na maandamano ikawa ni ya kufana sana. Hakukuwa na maafa. Sasa kuua mtu, some of them, yule mama alisimama hapa, kijana wake aliuawa a day after the demonstrations. Wengi wameuawa kiholera, sio sababu walikuwa wametoa fujo yoyote. Mimi nasema, tutasema Mungu atalipisha, lakini hata sisi tutafuatilia hii damu imemwagwa bila sababu. Mimi nataka kuambia ndugu zangu, wale wanakaa kwa meza kwa mazungumzo wakiongozwa na ndugu yangu His Excellency Kalonzo Musyoka, msikubali kunyamazishwa, mukose kutaja juu ya vifo, mukose kutaja juu ya haki. Mukinyamazishwa muache kutaja hiyo, ujue hata uhai wenu hautakuwa guaranteed. Uhai wetu zote hautakuwa guaranteed. We must negotiate under the laws of Kenya, not under the whims of William Ruto. Na hatutaki watu wa kuamuka kila asubuhi kuita watu majina. They cannot choose friends for us. They have profiled the Luo nation. They have profiled Azimio. Now they are profiling individual leaders. That is why they will say, don't walk with Wanjakoya, don't walk with Maina Jenga. To them I want to tell them, you cannot choose friends for me. And if there are people I cannot walk with, it's your likes. Ni watu kama nyinyi. Watu wa Azimio ni sawa, I will walk with them and I will fight for the rights of Kenyans with them.
Sisi kama Azimio hatujaomba viti, hatujaomba hata katiba ipanduliwe tupatiwe viti. Tumetosheka kuwa tunatetea wananchi vile tulivyo. Usilete agenda haieleweki. Agenda ni gharama ya maisha. Agenda ni kufungua sava. Agenda ni kuunda IBC. Usifikirie ukiua watoto wetu tutapiga makoti. Aluta continua. Aluta hiyo nataka Ruto asikie akiwa mahali popote. Na ya mwisho niseme tena, aelewe hatutamtambua mpaka sava ifunguliwe. Hatutamtambua mpaka sava ajue wa sasa ni rais bandia na ndivyo ako na vitendo badia za kuua watoto wetu. Mimi naomba Mungu awapatie subra familia za wale wamepoteza maisha na pia wale wameadhiriwa, na tuendelee kusimama pamoja. Nikimalizia, nilisahau kuanza kuleta pole za aliyekuwa gavana Laikipia Derito Mureithi, aliyekuwa waziri wa kilimo Peter Munya, na kutambua pia timu ya Azimio kutoka Nakuru ilikuja kwa mazishi. Sijui kama washaondoka. Ndio hao. Hiyo ni timu ya Azimio kutoka Nakuru. Iko na watu wa Kenya, iko na Jubilee, iko na ODM, wote wakitoka Nakuru wakija kuescort ndugu zetu ambao wameangamizwa. A people united shall never be defeated. A people united shall never be defeated. Tukae pamoja na tuweze kusukuma haki zetu. Bila kupoteza wakati, mimi nataka kuita kinara wangu, His Excellency Raila Amolo Odinga. Haya. Jothurwa. Kawuono kadwa penjo ni umoro, ng'e ni ok umoro. To kata kamano, adwa ni moro mokwongo, ago erokamano ahinya ne osiepewa mobiro kawuono. Ok oneno ka Kenya biro ka. Ok oneno Kenya kobiro Bondo. Umorgo. Gibiro nikech masira man thurwa ka. Gibiro konyowa ywago kendo kowo nyithindo monegi. Emomiyo tadwa ni moko we mondo adhum mokwongo. Uyiena kamano. Today is a very sad day, not only for the people of Siaya, but for the entire nation of Kenya. We are paying our last tribute to very young people whose life has been